Sport. Hii ni sauti ya vijana. Tunaangazia biashara, vipaji, mapambano na mbinu za kutoboa. Hadithi hii inakuhusu wewe. Jifunze, hamasika, na amini inawezekana. Mimi naitwa Chuni, sauti ya kitaa. Usikose kutazama Sport kila Jumatano. Mimi jina langu kamili naitwa Rama Hamisi Mwachili, almaarufu sana Dr. Rama. Ni kijana kutoka area ya Diani, kutoka village inaitwa Bongwe, na niko kwenye gatuzi la Kwale, ward ya Gombato Bongwe. Dr. Rama's Laundry ni kampuni ambayo tunajishughulisha sana na mambo ya ufuaji. Tunafua vitu tofauti tofauti, na mimi kama kijana naweza sema vijana wengi katika Kenya yetu au katika Kwale yetu hawana kazi. So mimi kujiajiri ni wazo ambalo nilifikiria, ni wazo ambalo muhimu sana kulifanya. That's why niko hapa kama director katika kampuni yangu. Nimekuja na wazo hili kwa sababu niliona gap ama challenge ambayo iliyoko katika area yangu nayoishi, hii ya Diani location, kwamba timu nyingi sana kwa Zafa zinakufa kwa sababu hakuwa kuna motivation yoyote ya kuwafanya local players kutrain. Sasa unapata kuna timu nyingi sana kwa zinakufa. Sasa mimi kuja na hili wazo ilikuwa ni njia mojawapo ya kuwafanya vijana wawe busy na wachukulie kama soka kitu ambacho, kwa sababu ni kitu ambacho cha pendwa na kila mtu. So wazo hili nililifanya wakati ambapo hakuwa kuna ligi yoyote, na mimi kulifanya hivi, basi watu wengi waliweza kufurahi, hasa hizi timu zetu zikiwa local. My biggest fear kwanza ni wajua mimi kijana local wa kawaida tu, kijana wa kawaida, si eti nina pesa ama ni tajiri. Lakini mimi kufanya kitu kama hichi, kwanza watu wengi sasa nilikuwa na feel ile, watu wengi sasa wataanza kufikiria amepata ufadhili wapi, ama kuna mtu labda pengine anamsukuma. Lakini kifua changu mwenyewe kupitia kwa mauzo ambayo nafanya kwenye kampuni yangu, so ni kitu ambacho vijana wengi wanaweza fanya, si eti jambo ambalo haliwezekani. Naweza sema kuanza kwa hii ligi nilipata kwamba kuna clashes za siasa, kwamba unajua huku watu wengi ambao wanapanga ligi ni wanasiasa. Sasa kijana kama mimi local panga ligi, tayari ilikuwa watu wengi wanafikiria kuna siasa ndani yake. Na challenge ambayo nilipata kwenye hii ligi ni kwamba kuna baadhi ya wanasiasa wengi ambao wako katika hatamu sahihi, waliweza kuwashawishi baadhi ya teams zishiriki katika hii ligi yangu. Lakini niliweza kudhibiti baadhi ya teams kwa sababu niliwaeleza lengo langu na wakanielewa. So hata zile ambazo kuna zingine ambazo waliweza kujitoa, baadaye walipata tu fahamu kwamba siko na nia mbaya na wao, isipokuwa mimi ndo mtu sahihi wa kuwa support. Wajua ukiona malengo siku zote uangalie challenges, unaangalia tu the impact ambao uko nayo. Mimi nilikuwa nataka kuweka impact katika jamii yangu, kwamba vijana lazima wawe wanakuwa busy. Diani yetu inajulikana kwa sababu ya utovu usalama. So vijana wakiwa busy watakuwa na chanzo ama watakuwa na sababu ya wao kuepukana na vitu ambavyo pengine inaweza kuwa kama ushawishi wa kuharibu usalama. So kwangu mimi nilijaribu kadri ya uwezo ambao Mungu ananipa kusukuma hili wazo, at least nipate wale vijana ambao they talented kwa soka
waweze kupata fursa ya kuweza kucheza hili. So what is that one thing or two ambayo you are proud of ama like a success story so far? I'm really happy because teams nyingi sana ambazo ni local teams. Nikizungumzia local teams ambazo haziko kwenye ligi kubwa. Sasa hiyo unaweza pata vijana wamejaa katika viwanja vyao wakifanya mazoezi just because of my league. Na pia wamepata fursa ya kujiunga na ligi zingine ambazo zimetokezea baada ya mimi kuanzisha hii ligi. Hii yamaanisha nini? To me, nimeanza kitu ambacho kimewafanya vijana kupata ushawishi wa kufanya mazoezi na kushiriki katika ligi tofauti ambazo zimekuja. Alafu one of the greatest success story ambayo na mimi naweza sema ni kwamba nimeshawishi watu wengine ambao wana uwezo wa kuanzilisha ligi kama mimi kuweza kufanya ligi na timu zilizoko kama local team kuweza kujoin katika hizo ligi. First, the final itself tumeweza kuiandalia na vitu vingi. Despite zile gifts ambazo tutakuwa na jaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kupata watu tofauti maarufu, kwa sababu tutakuwa na kijana mmoja ambaye saa hii ni wa huku kwetu lakini anachezea Harambee Stars, kijana Beja Nyamawi. Sasa kwangu mimi naweza sema vijana watapata ushawishi kwamba kumbe tunaweza kufika mbali zaidi, hasa wakiona kijana mwenzo wao ambaye saa hii yuko kwenye timu kubwa na yochezea ligi kubwa ya Kenya. So mashabiki wangu naweza sema huu ni mwanzo tu, ndo tunaanza hivi, mkoko waanza kualika maua. Kuna mambo mazuri yaja zaidi ya hili ambayo tumelifanya. Hii tumefanya kama first edition, but huko mbele tutafanya mengi makubwa sana ambayo tutashirikisha vijana pamoja na jamii kwa ujumla kuweza kutoa ile hamasa, ushawishi ambao ni positive wa kuamsha Diani yetu kama location. Kwanza ligi sahihi soka sahihi naweza sema yalipa ila kwanza, na sio lazima mtu aende asafiri ndo uzunguni, lakini hapa tu unaweza chukuliwa na kampuni kwa sababu ya soka ukaweza kupata ajira. Pili, it's health. Kucheza mchezo siku zote ni health. Na hili watu wengi hawakuweza kufikiria, kwa sababu kwenda mazoezi, kushiriki katika ligi unafanya akili yako inakuwa more active kwa mambo mengi. Tatu, pia unatangamana na watu wengi. Hiyo itakupa fursa wewe kujulikana, kuweza kutafuta umaarufu katika njia ambayo inaeleweka. Nne, pia naweza sema ile hali ya kutoka kwa fikra ambazo ni potofu unaweza ingia ama inaingiza katika fikra ambazo zinaweza kujenga. So vijana, mimi naweza waambia msikate tamaa. Mimi kama kijana mwenzenu niko na hii kampuni ndogo ya laundry, but from your support inaweza kuwa kubwa zaidi na nikafanya mambo makubwa sana kuweza kuwa support kama vijana wenzangu na kuleta mabadiliko ya sisi sote, kwa sababu kila kijana dream yake ni kuwa na maisha mazuri. Mwanzo mimi nashukuru sana kamati yangu sana. Wajua kamati yangu yote ni ya vijana, kina Yasini, kina Mwakubo, kina Arafat, kina Sule. Hao wote ni vijana ambao nimekuwa nao na washukuru sana kwa support ambao wamenipatia. Tatu, pia timu zote ambazo zimeshiriki tuko pamoja na washukuru sana. Na kwenu kushiriki katika timu hii imekuwa sababu ya kufanikisha hii ligi. Chengine ushirikiano wote, kamati, ligi na wale ambao watajitokeza pia kuweza kusupport kwa njia moja au nyingine, wote ni shukrani kwa sababu ni chanzo ama ni mwongozo wa kufanikisha swala hili. La mwisho kabisa, napongeza sana wale maraifa ambao ni wa local, kina Bagaza, kina Shamala, ni local referees, lakini wameweza kusaidia hii ligi kuwa na utamu zaidi, kwa sababu ya venye walivyokuwa wakiweza kusaidia. Usikose kutazama eSport kila Jumatano.
Majina ni Yasin Salim, jina langu la mtaani almaarufu Febrino. Kama chief organizer wa Dr. Rama's Laundry Super Cup First Edition. Mimi binafsi Rama alivyonifuata akanambia kuwa alikuwa anataka kupanga ligi. Mimi binafsi nilichukulia kama as a positive way. Kwa maana mimi mwenyewe nimpenda soka na nimpenda amani. Hivyo basi alivyokuja sikuweza kukataa na hayo maoni yake, niliyakubalia 100% na tukaanza kupanga ligi yetu. Changamoto zilikuwa nyingi sana, lakini kubwa zaidi ni kuwa kuna baadhi ya timu zilikuwa zimejisajilisha kwenye hii ligi na hazikuweza kufika. One of the success story, kuna one of the players kutoka timu ya Shamu. Huyo nitamweka kwa siri maana akona zawadi yake siku ya final inshallah. Amebadilika, amekuwa kijana mzuri, asumbui tena. Bimana ameweza akili yake imeweza kugeuka na amejijenga kimpira sahihi na mashallah ameimprove vizuri. Muhimu wake Dr. Rama Laundry Super Cup imekuza vijana na hatimaye vijana wengi sasa wamebadilika, wameanza kucheza mpira, wameachana na mpanga na sasa pia tunashukuru tunakuza vipaji hapa nyumbani kwetu. Kwa majina naitwa Salim Mohamed Mwazogo ama Onyiso. Umuhimu wa hii ligi mimi nitasema mwanzo imeleta motisha kwa timu nzima kulingana na vyenye tumeattend mpaka tumefika finali. Sasa tunasema huyu mdhamini wakati mwingine apange tena ligi zingine ili vijana waboreshe mpira wao. Jina naitwa Salim Juma Changani, mimi ni chairman wa Shamu Stars. Hii ligi iko na umuhimu mkubwa sana kwa sisi kwa sababu nafikiri mwaka mzima ambao umepita hatukuweza kushiriki katika ligi yoyote ile. Lakini mwaka huu tumeanza na Mwachili Cup ambayo ilituamsha mwamko wa kuweza kuingia kwenye ligi na zile ligi zingine ambazo tumeweza kuingia 4 zikafuatia baadaye. Jina naitwa Hassan Mambea, kocha wa Bongo. Kwa majina naitwa Abubakar Bugu almaarufu kama la Bubuski, na mimi ni official wa Bongo United kwa finali. Umuhimu kwanza kwa the tournament imefanya vijana wamerudi uwanjani. Maana ukipata hii ni long holiday na vijana wamekuja nyumbani, at least imewaki busy playing football na kuavoid hizo other vitu zingine za nje zenye zitawaacha out of football. At least kwa football inawaleta pamoja. Hiyo togetherness at least pia inaleta calmness na peace. Jina naitwa Bernard Olili, mwanzilishi wa hii ligi ya Benteke Birthday Cup. Hii idea ilitokana na mimi napenda mpira na nimelelewa na mpira sana. Alafu mpira umenisaidia sana. So most of the time pia nimecheza hii tournament za mtaani, nimeona vinyo zinakuza talent. And most of the time hizi tournament haziweki sana mtaani, maybe wakati wa siasa na maybe those kind of stuff. In case kama kuna kitu mtu anataka kufanya, china najua atafaidika. So I had to come with this kind of idea. Mimi kama birthday yangu yenye nasherehekea, nikasema siwezi sherehekea peke yangu, niweke kama tournament kama ile nisherehekee na wenzangu. So nikafikiria what should I do? Nikaweka tournament kama ya Benteke Birthday Cup, nisherehekee na wenzangu. At least niweke busy because especially this December season watu wako busy sana. Watoto wanaweza at least kuwa busy na ile tournament, at least wana focus na tournament to avoid those kind of other stuffs. Yeah. Vipaji issue ni there's so much drug abuse now, and drug abuse ina lead to so many stuff. Shaona watu kuibiana, kupigana, sio za mapanga, but ukimpa if you give someone hope ile kwamba every December kutakuwa na tournament fulani, at least atakuwa na train. Shaona anajua kula December kuna kitu inafanyika, so at least unaweka mind yake kwa football, unayatoa kwa zile vitu vingine. Shaona, so that was the main purpose ya hii tournament yangu. Shaona biggest fear it was nilikuwa nafikiria kama sikuwa sure kama itawaka, because ni kitu nimefikiria ilikuwa kwa mind alafu ike kwa paper then ifanyike. So ni kitu I was so sikuwa sure kama itawaka. Shaona but everything was okay na sasa at least ina move on vizuri sana. Challenge I think ni not so many challenges, ni hizi team tu hapa namba shida ndogo ndogo, but big challenge kwa financially ambayo ilikuwa nimejipanga kimimi.
But the biggest challenge I think watu wamepokea vizuri, so I don't see so much challenges at the moment. I'm proud of myself because mimi mtu napenda furaha, napenda watu, alafu napenda mtu ananipenda, ushaona. So mimi napenda tu raha, napenda kuona watu wanafurahia. Yeah, that's my biggest like achievement of this. Vision yangu ni kuona hii tournament at least inafanya chenye tumeanzisha ifanye. Chona because through this tournament kuna vitu nyingi zinafanyika pale chini zenye ni kama job opportunities, because pale kuna watu wanauza maji, kuna watu kuuza njugu. So ikianza kama hivi kidogo, at least maybe next year inaweza kuwa kubwa, unaweza pata watu wa kunisaidia hapa na pale. So the more inakuwa big, the more ita attract watu wengi na itasaidia watu wengi sana. Yeah, kuna watu wamenisaidia. I think all of those nitaandika maybe later of appreciation, because siwezi wataja wote hapa kwa live na kuna wengine pia wataki kutajwa. Yeah, there are some friends walinisaidia wenye wataki kutajwa kabisa. So ni kitu nitaandika tu appreciation letter, alafu itaendea wote. And I'm so proud of them, wale wamesimama na mimi in this tournament, wenye walijitolea, wenye wali believe in me mpaka ikatuka achieve this kind of stuff. So I'm so proud of them and I really appreciate them. My mom has played a big role, especially in my teenage, you know, because ni mtu hapo nyuma when I was young haku believe sana na football sana talent yangu, but she always there to support me. Hizo kidogo kidogo nika achieve, and especially when I went to high school, yeye ndo alipambana kubuy those kind of stuff yenye inahitaji football shoes, those kind of stuff. So ni mtu, especially my teenage, ni mtu alinisupport sana, aka make sure napata kila kitu chenye nataka in terms of football, hizo stuff za football. So ni mtu I appreciate so much because amestand na mimi sana. And she believed me, or I believe kwa mimi, na paka sasa imekuwa successful hivi. I mean I feel nothing is impossible. Unaona, ukiamua tu na you focus on what you want to do, hakuna kitu impossible. Hakuna kitu impossible kabisa. So ni uamue, ukae chini, upange plan yako na believe in those, utafute watu wana believe in you, because kuna watu watakudoubt, kuna watu wata feel like this is impossible, kuna watu wata feel like maybe you are using them with those kind of stuff. Kuna vitu so much negatives that happen in your life when you try to achieve something so good and something so big. So always kuna obstacles zitatokea when you want to achieve something. So ni vitu tu ujipange, mindset yako afai jipange, na physically pia ujipange, emotionally ujipange, and you get prepared that on that kind of journey of success and achievement hautakuwa alone. Shaona, there are so many people will come to try to put you down, wengine watakusaidia, but you need to focus on what you want to do, and I'm sure everyone can achieve whatever they're trying to do. Yeah, I think kuna pressure kiasi, but ni kitu sio ati naongelea vibaya, but I'm a humble person. Napenda tu kwa wasipendi kwa ile kio cha jamii sana, watu waniongelee sana, wanda tu kwa low key. Shaona, sijafanya ili niwe famous, nimefanya tu from love. Ni kitu nimefanya from love, so sijafanya ili niongelewe ama niwe famous. No, nikiongelewa that's part of it, but I did it from my heart. Ni kitu nimefanya from love, ili watu wa enjoy, and ni kitu napenda kufanya sana, na nikiwa na uwezo nitaifanya maisha yangu yote. Kitu kikubwa sana chenye Benteke amefanya, na nimefurahia sana kitu chenye Benteke amefanya, kwa sababu katika jamii yetu sisi sasa hizi vijana wengi sana wamepotea kwenye swala la mihadarati. Lakini sasa kama Benteke alikaa na akafikiria, akaamua swala gani ambalo litawatoa vijana kwenye mihadarati, akaamua kuwapangia hii ligi. So ni kitu kikubwa, na I think sote tumefurahia na tuwe tayari kumuunga mkono, na tunamwombea Mungu isiwe mwanzo tu, apate nguvu zaidi ya kuendeleza, iwe ni kila mwaka at least tufanikiwe, vijana wetu wengi sana wasipotee. Swali langu la mwisho ni kwamba Benteke aliweza kupanga hii ligi kwa ajili ya watu wa Kinondo, kwa sababu ametokea huku Kinondo wanaona. Mnahisi kwamba umuhimu wa hii ligi kama nyinyi wanasamba imekuwa nini hasa? Kwanza tunamshukuru sana Benteke kwa kutuweka pamoja, though tulikuwa tuko kwa delay team zote hapa Kinondo, tulikuwa tumepoa sana. Yes, ni kweli. Hiyo tunamshukuru kwanza kwa kutuleta pamoja. Ameamshamsha. Amshamsha bwana. Pili, tunamshukuru pia tunaendelea kukuza vipaji vyetu, vilikuwa vimelala sana. Ni kweli. So kama unavyoona Benteke Birthday Super Cup ni ligi ambayo nyinyi mmeingia mpaka sasa imefika tu nusu finali. Je, umuhimu wa hii ligi
kwa nyinyi kama Mayoka ni nini haswa? Shukrani sana kwa muhimu wote. Sisi umuhimu hasa ni mchezo wetu upande juu na watoto wetu waonekane, nasi tujivunie kwamba twaweza tukapiga ligi kama hiyo na tukapata watoto wazuri na waonekane, waende watoketoke inshallah. So kumaanisha ligi ya Benteke imefanya kwamba watoto wameonekana wa Mayoka wamepewa nafasi ya kujionyesha kipaji chao, si ndio? Tena vizuri sana. Tena pia naomba kama yule jamaa ligi ikiisha hii pia kama ana uwezo aeke nyingine, kwa sababu watoto wetu bado tunataka tuwapandishe. Ni kweli. Neno moja kwa Ben, kwa ambaye alipanga hii ligi, neno moja tu, utamwambia nini? Mimi kwanza namwambia ongera, tena ongera sana. Tena awaze tena zaidi, apange kubwa kama hivi. Nampa ongera sana tena vizuri. Usikose kutazama Sport kila Jumatano.